Atajaza Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mamaye, na watu wengi watafurahia kuzaliwa kwake. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Neema Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Habari za asubuhi. Leo ni kwa kuchelewa. Nadhani kabla tujaanza ibada tutaanza na lengo lililotuleta hapa, kubariki hili jengo la shirika hili, kisha tutakuja tuendelee na ibada yetu. Kwa kinachofuata sasa ni kubariki maji ambayo tutatumia kubariki wa Kristo na kubariki jengo lenyewe. Kwa nitaomba wanajumuiya wa shirika hilo tukusanyike hapo mlangoni, sababu hapo ndo tutaingia. Wa Kristo ni shirika hili sio? Wa Kristo wa shirika hili tukusanyike hapo mlangoni. Bwana Mungu Mwenyezi, tunakuomba uibariki kanisa hili ndogo, ili wale watakao kuwa na sali humu ndani waweze kuwa na afya mwili na rohoni, wawe na nguvu ya kushinda kila lililo ovu, wawe na unyenyekevu wema na upole, washike amri zako, wakushukuru wewe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na baraka hii kae katika nyumba hii na wale watakao kuwa na sali hapa sasa na siku zote. Amen. Amen. Sitafakarini njia zenu enyi watu wangu, sitafakarini njia zenu enyi watu wangu. Nami nikaifurahia
nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa. Namuungamia Mungu Mwenyezi. Nani ndugu zangu, ya kama nilifanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nilikosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, ndiyo siku zote, malaika na watakatifu wote, nani ndugu zangu, mniombea kwa Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, tufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. See
Mwenyezi, tunakuomba ujalie familia yako hii neema ya kuendelea vema katika njia ya wokovu. Tusikilize miayo ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji, tupate kufikia salama yule aliyemwagua, yani Bwana wetu Yesu Kristo, anayeishi na kutawala naye katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele. Somo la kwanza. Nitakutoa uwe nuru ya mataifa. Ni somo katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 49 aya ya kwanza hadi aya ya 6. Nisikilizeni enyi visiwa, tegeni masikio yenu enyi kabila za watu mlio mbali sana. Bwana ameniita tangu tumboni, toka tumbo la mama yangu amenitaja jina langu. Naye alifanya kinywa changu kuwa kama upanga mkali, katika kivuli cha mkono wake amenisitiri. Naye amenifanya kuwa mshale uliosuguliwa, katika podo lake amenificha. Akaniambia, wewe mtumishi wangu Israeli, ambaye katika wewe nitatukuzwa. Lakini nikasema, nimejitaabisha bure, nimetumia nguvu zangu bure bila faida. Lakini hakika hukumu yangu ina Bwana, na thawabu yangu ina Mungu wangu. Na sasa Bwana asema hivi, yeye aliyeniumba tangu tumboni niwe mtumishi wake, ili nimletee Yakobo tena na Israeli wakusanyike mbele zake tena. Maana mimi nimepata heshima mbele ya macho ya Bwana, na Mungu wangu amekuwa nguvu zangu. Naam, asema hivi, ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu, ili kuziinua kabila za Yakobo na kuwarejeza watu wa Israeli waliohifadhiwa. Zaidi ya hayo, nitakutoa uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata miisho ya dunia. Neno la Bwana.
yalionywa na Yohane. Ni somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 aya ya 22 hadi aya ya 26. Paulo alisema, Mungu alimwinua Daudi awe mfalme, ambaye alimshuhudia akisema, nimemwona Daudi mwana wa Yese, mtu anaye upendeza moyo wangu, atakayefanya mapenzi yangu yote. Katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Israeli Mwokozi, yaani Yesu, kama alivyoahidi. Yohane alipokuwa amekwisha kuwahubiri watu wote wa Israeli habari za ubatizo wa toba kabla ya kuja kwake. Naye Yohane alipokuwa akimaliza mwendo wake alinena, mwanidhani mimi kuwa nani? Mimi siye. Lakini angalieni, anakuja mmoja nyuma yangu, ambaye mimi sistahili kumlegezea viatu vya miguu yake. Ndugu zangu, wana wa ukoo wa Ibrahimu na hao miongoni mwenu wanamcha Mungu, kwetu sisi neno la wokovu huu limepelekwa. Neno la Bwana. Somo la Injili. Jina lake ni Yohane. Ni Injili ya Luka sura ya 1 aya ya 57 hadi aya ya 66, tena aya ya 80. Simame sote kwa mashangilio. Haleluya, 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 haleluya. Nawe mtoto utaitwa nabii wake aliye juu. Utatangulia mbele za uso wa Bwana, umtengenezee njia zake. Haleluya. Bwana awe nanyi. Somo katika Injili kama ilivyo
Ikawa siku za kuzaa kwake Elizabeti zilipotimia, alizaa mtoto mwanaume. Wakasikia jirani zake na jamaa zake ya kwamba Bwana amemuongezea rehema zake, wakafurahi pamoja naye. Ikawa siku ya 8 wakaja kumtahiri mtoto, wakataka kumpa jina la babaye Zakaria. Mama akajibu akasema, la sivyo, bali ataitwa Yohane. Wakamwambia, hapana mtu katika jamaa zako aitwaye jina hilo. Wakamshauria babaye wajue atakavyo kumuita. Akataka kibao, akaandika kwamba jina lake ni Yohane. Wakastaajabu wote. Hapo kinywa chake kikafunguliwa na ulimi wake akaanza kunena akimsifu Mungu. Wakaingiwa na hofu wote waliokuwa wakikaa karibu nao. Na mambo hayo yote yakatangazwa katika nchi yote ya milima ya Uyahudi. Wote waliosikia wakawaweka moyoni mwao, wakasema, mtoto huyu atakuwa wa namna gani? Kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa juu yake. Na hili ndilo neno la Bwana. Sifa kwako Ee Kristo. Tukiangalia kuzaliwa kwake Yohane Mbatizaji, tofauti sana na kule kuzaliwa kwa watu wa mashuhuri katika Biblia. Lakini ya kipekee na kuangalia karibu ni hawa ambao ilionekana kwamba haliwezekani, linawezekana. Sarai alikuja kumzaa mwanae akiwa katika umri wake, akiwa mzee. Na alipoambiwa kwamba atazaa mwana, yeye alicheka kuona kwamba hili haliwezekani. Itakuwaje kwamba mimi katika uzee wangu nitaweza kupata mtoto? Vivyo hivyo Yohane Mbatizaji kuzaliwa kwake kuwa tofauti sana, kwa sababu baba yake Zakaria alikuwa ni mmoja kati ya makuhani na alikuwa kwenye zamu. Na hapo ndipo alikuwa anaenda pale hekaluni kuomba kila wakati. Na alikuwa na ombi moja tu kwa Mungu, naomba unijalie mtoto. Mimi katika umri huu nimekuwa na kutumikia hekaluni, lakini sijapata uzao. Naye Mungu akamwambia kwamba utapata unachoomba. Lakini Yohane babake Yohane Zakaria aliona kwamba ile haiwezekani. Akaenda kumpasha mkewe, na alipompasha Elizabeti kwanza alicheka. Na akashangaa, ni nini hicho unaniambia? Lakini alikuja kugundua linawezekana pale ambapo tutamwona huyu mtumishi wa Bwana Maria, baada ya kutokewa na malaika Gabrieli, akaenda kwa huyu binamu yake Elizabeti kumpasha habari. Na hapo ndipo Elizabeti aligundua kwamba kumbe kile nilicho nacho sio mtoto wa kawaida, bali ni mtoto ambaye ni wa kipekee. Sababu kwanza ametungwa katika njia ya kimuujiza. Mimi katika uzee huu watu wananicheka, angalia kike, naitwa kibibi. Kibibi ni mjamzito. Basi Yohane babake Zakaria alipopewa habari kwamba mke wako atapata mimba, yeye pia hakumwamini Mungu na aliweza kusita kwa kuona kwamba umri umesogea, na akapewa ishara. Na ishara ilikuwa ni moja tu, alikuja kuwa bubu na kuweza kusema. Hii ilikuwa ni udhibitisho kwa watu kwamba Mungu anapopangilia kitu katika maisha yako, unapokuwa mtu mwenye mashaka, anakupa ishara ambapo itakuja kufika wakati wake. Ishara hiyo itakuja kutambulika maana yake ilikuwa ni nini, kile ambacho umekuwa unapitia. Zakaria baada ya Yohane Mbatizaji kuzaliwa, wakawa na bishana kuhusu jina la mtoto. Na ni mpaka pale ambapo aliweza kuandika jina Yohane. Yohane ambaye maana yake ni kumwandalia Kristo njia. Yohane alikuwa kazi yake ilikuwa ni moja tu, kumwandalia Mwokozi njia. Aliwasema kwamba ni nabii wa mwisho. Kwa sababu Yohane baada ya kuzaliwa mwitarejea, babake akaanza kumsifu Mungu kwa mambo ambayo amemtendea. Kwamba sasa angalau anaona kwamba ana uzao. Angalau anaona kwamba sasa aitwa baba. Naye mamake Elizabeth na sasa mimi sio kuonekana kama mimi nimekuja tu duniani nimeondoka hivi, bali nina mzao, Yohane Mbatizaji. Lakini kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji kulikuwa na sababu maalum. Alizaliwa ili aje kumtengenezea Kristo njia. Na Yohane alijua fika tangu mwanzo kwamba mimi nimekuja kuandaa njia. Nimekuja kuonyesha watu kwamba mtubu na mbatizwe, kwa sababu anayekuja ni mkuu. Yohane alitoka na kwenda kuishi jangwani, ambapo alikuwa na ubiri ubatizo wa toba.
anaambia watu badilikeni, sababu Bwana ameghadhabishwa nanyi. Nataka muweze kubadilika ili tuweze kumlaki Bwana. Wengine walimwamini, wengine hawakumwamini. Ni kama alikuwa amefungua kadini fulani katika Uyahudi ambako kalikuwa anazungumzia kuhusu batizo wa toba. Kwa Wayahudi kulikuwa na ubatizo wa toba. Lakini Yohana anaanza kujua kuhusu batizo wa toba na akawa anakuwa anakashfu yale mambo yanaendelea katika jamii ambayo ni maovu. Kwa hivyo Yohana alikuwa ni nabii, sababu alikuwa ni nabii wa mwisho wa Agano la Kale. Kwa sababu yeye hata kufa kwake alikufa kwa sababu ya kukemea Herode. Basi sisi kama jumuiya ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji, huyu somo wa jumuiya yetu, tunaweza shota nini kutoka katika maisha ya huyu na maisha ya wazazi wake Yohane Mbatizaji? Je, ni mara ngapi tunasita Bwana anapotaka kufanyia vitu? Tunakuwa na wasiwasi kwamba haliwezekani. Kwa hii kanisa hili kwanza kujenga. Elfasi alikuwa anajenga hapa nakumbuka. Wakaniagiza sementi nilete hapa. Na niliingiza hii sementi pale getini na nilikuwa naogopa watanikataza kuingiza sementi. Lakini jumuiya hii ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji imepambana na wamemaliza na wameweka na vigae kwenye hili kanisa. Imechukua muda, lakini kumbe walikuwa anatafuta jinsi ya kupamba kanisa lao. Hili kanisa sijaona kanisa hili limewekwa marumaru chini. Sidhani kama nimeona lingine. Wametuzidi hata kule kwetu Kigamboni. Imeweka marumaru chini. Kwa sababu wanataka kanisa lao liweze kung'aa kuliko makanisa yale mengine. Na wameweka, nilikuwa najaribu kusoma hapa, siko naona imeandikwa nini. Nilipokuwa nakuja kwenye maandamano, wamechapisha bango. Nikadhani walisahau bango la mwaka wa jubilei huku, wakachukua kuweka hapa. Tunatangaza nini sisi jumuiya ya Yohane Mbatizaji? Je, Yohane Mbatizaji amsaidiaje sisi katika maisha yetu kama jumuiya? Tunakuwa waandalizi. Tunawaandaa watu kwa ujio wake Kristo. Tunaandaa watu kuweza kutambua uwepo wake katika maisha yetu. Tunawaandaa watu waweze kutambua kwamba Kristo yu hai. Watoto wetu tunaelekeza kutambua Kristo. Yote haya ndio maswali ambayo tunastahili kujiuliza tunapofurahia ama tunaposema kwamba leo tunazindua kanisa letu. Kwamba lisiwe ni jengo, bali hata nyoyo zetu ziweze kuhuishwa, ziweze kuwa safi, ziweze kuwa zinapokea neno lake Mungu, na baada ya kupokea neno lake Mungu ziweze kuwa ziko tayari kwa maisha yetu kuweza kutangaza uwepo wake huyu Kristo. Na itawezekana tu pale ambapo sisi tutamtambua kwanza. Tutamtambua kwanza katika maisha yetu. Yohane Mbatizaji na wazazi wake Zakaria na Elizabeti wote walikuwa ni watu wa namna ya kipekee. Babake Zakaria alikuwa anatuwakilisha wingi wetu. Bali ambapo Mungu anatuambia nitakubariki, tunasema haiwezekani, itawezekanaje? Naye Elizabeti alikuwa yule ambaye haamini kwamba limetokea, mpaka pale anapotokewa na Mariamu na kitoto kichanga karukaruka tumboni mwake, ndipo akajua kumbe nilichokibeba ni kitakatifu. Je, sisi tunakuwa kama hawa? Kwamba wengine tunashuku Mungu anataka kutubariki. Mungu anabisha hodi katika mioyo zetu, aweze kuingia na kukaa mle ndani, lakini tunashuku, tunaogopa. Zakaria aliogopa. Zakaria alisita na akapewa ishara. Hii ishara katika lugha ya teolojia wanasema ni desert experience. Zakaria aliweza kukaa tangu Yohane Mbatizaji alipotungwa mimba mpaka pale ambapo alitahiriwa na kumpa jina Yohane, midomo yake ikafunguka. Hapa alikuwa anasikiliza tu, hakuwa anasema. Wakati mwingine tunaingia katika giza hili la kiroho, kwamba linaingia katika giza, ili katika giza hili nisikie sauti tu. Kwa Mungu aweze kunena nami, sio mimi niambie Mungu, bali ni Mungu aseme nami. Sisi watu wa dunia hii, Mungu aseme nasi, sio sisi tuongee naye, tumsikilize. Na tunapomsikiliza, tutakapokuwa tumepata ushupavu na tumepata uhakiki kwamba Bwana ananituma, hapo ndipo tutatoka kama mitume kwenda kuhubiri kuhusu huyu ambaye ni mfufuka, kuhusu huyu ambaye ni mwokozi wetu. Kwa sababu yeye anatuandaa. Mungu atumi mtu hivi, anakuandaa. Lazima anakuandaa ili uweze kutekeleza wajibu fulani. Na katika maandalizi haya, mengine yanakuwa ni machungu na mengine yanakuwa na maumivu sana.
kwa sababu lazima usakwe, lazima umimi wangu ubadilishwe niweze kuwa kiumbe kipya, ili nitumike kama vile Mungu anataka kunitumia. Na katika hali hii ndio unakuta wengine tunakatia tamaa njiani, lakini Bwana bado anatubeba kwa sababu anataka utumie kama chombo. Anataka kutumia kama chombo. Kwa maana jumuiya hii ya D1. D1. Jumuiya hii ya D1 tunataka tutumike kama nini? Kama chombo. Chombo cha kueneza imani, chombo cha kueneza upendo, chombo cha kueneza umoja. Jumuiya hii inaposhikana kwa pamoja itakuwa ni jumuiya yenye mabadiliko. Jumuiya inaposhikana pamoja kwa upendo itakuwa ni kielelezo kwa jamii. Sababu jumuiya kirefu sana kilisha barabarani pale. Alafu ile mwingine na barabara. Kwa makaburi? Hapana. Chini ile barabara pale chini. Kutoka pale barabara kanisani. Jumuiya kubwa sana. Na kama tunaweza kutoa watu pale katika jumuiya hii tuweze kubadilika na kuongoza katika mambo mengine. Tuongoze watu katika masakramenti. Tunapokuwa watu wa kuongoza ile katika masakramenti, nilikuwa nasema mwaka jana jumuiya kule sekta jumuiya zoni ya 14 waliweza kuleta watu wengi sana kwa masakramenti. Jumuiya hii yetu D1 iweze kuinuka. Sakramenti, vijana wetu waweze kuinuka katika sakramenti za ndoa. Watoto wetu wabatizwe. Sasa tunataka ubatizo huu ambao ni ubatizo tunapatia watoto. Tuongoze jumuiya hii na watoto wengi, watoto wetu wapate ubatizo. Watu warudi katika maisha ya sakramenti. Na hapa tunapojumuika pamoja kama kanisa ama kama jumuiya, kwamba tunajumuika katika kumega mkate na wote tunashiriki kwa pamoja, ni furaha kubwa mbele za malaika na Mungu. Kwa sababu gani? Mungu, shetani hawezi ingia pale katikati, sababu hawa watu wameunganishwa na kitu kimoja, na sakramenti ya Ekaristi inatuunganisha. Kwamba tunapokutana asubuhi na kusali kwa pamoja, tunapeana baraka sisi wenyewe, kwa sababu sote tutakuwa tumejitakasa. Sote tutakuwa tumepewa neema hiyo ya kuanza shughuli zetu za kila siku. Kwa tumuige Mtakatifu Yohane Mbatizaji kwamba yeye hakukata tamaa, alikemea yale ambayo alikuwa maovu na aliyokuwa mazuri alijasifu, kwamba tuwe watu wa kupenda mwanga na kupenda haki. Na kufanya hivyo tutakuwa tunaishi maisha kulingana na somo wetu, na Mungu atazidi kutubariki na kutuinua. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katolika na mitume, naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele. Amina. Ndugu zangu, Yohane Mbatizaji alimtayarishia Yesu njia, yaani aliwatayarisha watu kumpokea Masia. Tuombe. Baba wa mbinguni, waite vijana wawe tayari kuacha yote na kumtumikia Kristo. Bwana, tunakuomba. Baba wa mbinguni, utupelekee watangulizi wanaowavuta watu kwa mahubiri na mifano yao. Bwana, tunakuomba. Sikia maombi yangu
utusaidie sisi waumini wote kuwa mwanga kwa wote wasiomjua Kristo. Bwana, tunakuomba. Baba wa mbinguni, sikilize kusihi kwangu katika uaminifu wangu, ulijibu, unitendee kwa huruma. Baba wa mbinguni, utujalie kumwona Kristo uso kwa uso siku ya kuitwa naye. Bwana, tunakuomba. Sikia maombi yangu, Bwana, usikilize kusihi kwangu. Katika uaminifu wangu, ulijibu, unitendee kwa huruma. Katika uaminifu wangu, ulijibu, unitendee kwa huruma. Mungu Mwenyezi, tujulishe katika kushika kwa moyo wote njia aliyotuonyesha Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Naomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Baba,
sadaka yangu na nikubalike na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake na kwa manufaa yetu sisi na kanisa lake lote takatifu. Bwana, tumeziweka dhabihu zetu juu ya altari yako tunapoadhimisha kwa heshima sikukuu ya kuzaliwa kwake Yohane Mbatizaji, aliyeagua kuja kwake mkombozi wa dunia na kumtambulisha alipokuja, anayeishi na kutawala daima na milele. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote, Bwana Baba mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ndiye uliyemtukuza katika mtakatifu Yohane Mbatizaji, mtangulizi wake uliyempa heshima kubwa kati ya wazao wa wanawake. Yeye Yohane Mbatizaji alipozaliwa alileta furaha kubwa, na kabla ya kuzaliwa aliruka kwa shangwe kwa sababu kuja kwake mkombozi wa mwanadamu. Ndiye peke yake kati ya manabii aliyemwonyesha kwa watu mwana kondoo aliyemkombozi. Alimbatiza Yesu mwenyewe, aliyeweka ubatizo kwa maji yaliyopaswa kutakaswa. Hatimaye akamtolea ushahidi mkubwa kabisa ya kumwaga damu yake. Kwa hiyo sisi pamoja na watakatifu na malaika wote tunaimba wimbo wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Bwana kweli mtakatifu na chemicheme utakatifu wote, tunakusiuza kazi kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hali yake ya teso, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe, akakushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na ya milele, itakayomwagwa kwa ajili na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi.
Tutangaze fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na angamiza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja, sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Bwana, ulikumbuka kanisa lako lililoenea popote duniani. Tukamilishe katika upendo. Sisi pamoja Baba Mtakatifu wetu Francis, Leo wa 14, askofu wetu Joseph Ronamlola na watumishi wako wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili tusahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, na kuomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, ewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Na tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliokosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe ufalme. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu. Utuepushe daima na dhambi, kwa huruma yako tusifadhaishwe na jambo lolote. Tugojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, na waachieni amani na wapeni amani yangu. Usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalie amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, na ishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tushirikishane ishara hiyo ya amani. Unayeondoa dhambi za dunia.
zangu, tazameni huyu ni Kristo, mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi ya ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili ingie kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona damu ya Kristo kwa uzima. Amen. Ataniwekea makao mbinguni, Yesu Kristu aliyeniahidi. Kuona uso wa Bwana wangu, kimawinguni nikafurahi naye. Niliyafungua macho yangu, nikatazama, ili nimuone ashuka kutoka mawinguni. Maana aliniahidi kuwa atarudi tena kunichukua, nikafurahi pamoja mbinguni. Ni hamu ya kila mmoja kuingia kule mbinguni, tukafurahi na Mwokozi milele milele.
kanisa lako linalofurahia kuzaliwa kwake Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Litambue kuwa ndiye aliyeagua kuja kwake, yule aliye asili ya uzima mpya wa kanisa, anaishi na kutawala daima na milele. Wimbo wa shukrani. Sasa moyo wangu Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Kila wakati. Mungu ni mwema. Sasa ni kipindi cha baraka zilizoombwa na waumini. Tutakaribisha watoto, karibuni kwa baraka. Pita hapa mbele. Kisha baraka ya watoto, kutakuwa baraka kwa vitu mbalimbali.
Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumaini letu ni katika jina la Bwana. Bwana awe nanyi. Nataka watoto wajibu hawa. Bwana awe nanyi. Hamjanywa chai? Kwa sauti, Bwana awe nanyi. Tuombe. Bwana, tunakuomba uwabariki watoto hawa kwa wema wako na baraka zako, wanapoendelea kukua, zidishie imani, wape upendo, waepushe na magonjwa, na kila wakati waweze kuwa sikivu kwa wazazi wao na kwa kanisa lao, waendelee kuwa watu wanaongezeka siku kwa siku kiimani, na baraka hizi za kukaa nao sasa na siku zote. Amen. Kwa wale walioleta vitu mbalimbali, karibuni. Aliumba mbingu na dunia. Tuombe. Mungu Mwenyezi wa milele, umetupa sisi wanadamu maji ya kupatia uzima na kutakasa. Umetaka pia maji yaweze kuosha roho zetu na kutuletea karama ya uzima wa milele. Bwana, tunakuomba kwa wema wako yabariki maji haya na utatie nguvu katika siku hii yako ya leo. Kwa maji haya ufanye upendo letu chemchemi ya uzima wa neema yako. Mwingine maji hana movu yote ya roho na mwili, tuweze kudondea nyama safi na kufaidi kabisa kwa unaotupatia. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sote kwa jina la Bwana aliyeumba mbingu na nchi. Bwana awe nanyi. Bwana Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa ajili tofauti unaotujalia katika maisha yetu. Tunashukuru baraka zako kwa vifaa hivi vya kusaidia katika sala. Tunapovitumia kama ufanavyo wewe, na kila wakati tunapokuwa na kukimbilia, tuweze kupata rehema na faraja katika kuamini wewe. Na baraka Mwenyezi ya Baba, na Mwana na Roho Mtakatifu. Tunashukuru kwa neema yako. Na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tubaki na amani ya Kristo. Tumshukuru Mungu. Tuketi. Tayari imekamilika wa ibada yetu ya misa takatifu, na mpango wa tatu utakuwa ni risala na zawadi kutoka shirika la Yohane Mbatizaji BN. Mpango wa tano utakuwa ni baraka msamani, utakuwa ni neno kutoka kwa baba padre, na mpango wa sita itakuwa ni neno kutoka kwa mwenyekiti wa Kigano, na kufuata itakuwa ni kwaya
pamoja na waimbaji. Ya 8 itakuwa baraka ya chakula kutoka kwa padri. Ya 9 itakuwa kuondoka kwa baba padri, na 10 ni kuondoka kwa waalikwa wetu. Tusifu Yesu Kristo. Na sasa tunaanza na mpango wa 4. Tunaanza na risala na zawadi kutoka kwa shirika la Yohane Mbatizaji Day. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaenda kusoma risala jinsi ilivyoandaliwa. Jimbo Katoliki la Kigoma, parokia ya Mtakatifu Luka Makere, kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu, PO Box 211 Kasulu Kigoma, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yahusu risala ya jumuiya kwa ajili ya mabarikio ya jengo la sala la Mtakatifu Yohane Mbatizaji Day, sekta ya kwanza. Mheshimiwa Baba Padri, Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ya Kigango, Mheshimiwa katekista mkuu, Mheshimiwa mwenyekiti wa sekta yetu ya kwanza, waheshimiwa wasimamizi wa jumuiya ndogo ndogo, waheshimiwa viongozi wahalikwa, waheshimiwa watu wenye mapenzi mema, waheshimiwa waalikwa mbalimbali, Mheshimiwa Baba Padre, sisi wanajumuiya ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji Day, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambayo ilikuwa ni ndoto yetu muda mwingi, na leo hii tumeitimiza. Kwa kweli Mungu ni mkuu sana. Mheshimiwa Baba Padre, shukrani zetu za dhati zifikie timu ya kipastoral kwa huduma mbalimbali, hasa kwa kuhudumia taifa la Mwenyezi Mungu shambani mwake. Mheshimiwa Baba Padre, kwa namna ya kipekee kabisa tunashukuru timu ya makatekista kwa kazi na juhudi zao za kujitolea kuhakikisha kwamba ya kuwajenga kwa imani thabiti, hasa wakatekumeni wetu wanaoendelea kufuata katekesi ya Kanisa Katoliki ipasavyo. Mheshimiwa Baba Padre, tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yetu ya zone ya kwanza kwa kazi zao za ulinzi, amani na usalama katika jamii ya wakimbizi. Hakika Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Baba Padre, jumuiya yetu ni moja kati ya jumuiya 8 za sekta ya kwanza. Tunashukuru Mungu kwa sababu Wakristo wa jumuiya hii wanaishi kwa amani na upendo, wakishirikiana pamoja kama waumini wa kanisa la kwanza, kadiri tunavyoambiwa katika Biblia, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 na mstari wa 32. Kwa sasa jumuiya yetu ina waumini 253, wanaume ni 108, wakubwa 25, vijana wavulana 28 na watoto 55. Wanawake 145, wakubwa 47,
vijana wasichana 39 na watoto 59. Wagonjwa wanaotembelewa na mapadre ni 3 na wote ni wanawake. Mafanikio: kwanza, kwa kweli wanajumuiya wanawajibika kila siku kwenye sala za asubuhi tangu Jumatatu hadi Jumamosi. Pili, ushirikiano mwema wa wahumini hasa katika ujenzi wa jengo hili baada ya jengo la kwanza kuzoofika. Tatu, jumuiya ina mfuko tegemezi. 4, tumepata ndoa moja kwa sakramenti mwaka huu na muhumini mmoja aliyejikwamua pia. Tumepata wahumini wapya 7 kwa sakramenti ya ubatizo. 5, tunawashukuru waumini wote walioko chini nchi ya 3 na wale walioko hapa kambini kwa ushirikiano mwema na kuwezesha tukio hili la leo toka ujenzi wa jumuiya, na wenzetu wao ni pamoja na Kabiswa Habedi Sonike, 2 Alfonsine Saidi, 3 Kiza Amba, 4 Hivoni Amu, 5 Michele Asokolo, 6 Abwe Ezekiel, 7 Mama Seti Bongwa, 8 Mata Atoa Joseph, 9 Katerine Bailanya, 10 Mireye Abe, 11 Furaha, 12 Kashindi Luka, 13 Josephine Kito, 14 Mama Faraja, mwisho kabisa Maria Michel. 6 wakatekumeni, idadi yao tunao 24. Mapungufu: Wakristo wengi wanaishi kwenye vizuio. Mheshimiwa Baba Padre, tunaomba kwa heshima tukupe picha ya historia ya jumuiya hii kuanzia mwaka 1996 hadi mwaka huu wa 2025. Jumuiya hii ilianzishwa na watu wafuatao: Maleloloke Jean Far, Ebula Fariala Diedone, Maria Namtambala, Mlelwa Mandama Foste, Omari Kilozo na Salia Echa. Wafuatao ni waliowahi kuwa wasimamizi wa jumuiya hii toka mwaka 1996 hadi leo hii: Maleloloke Jean Far, Ebula Fariala Diedone, Omari Kilozo Augustin, Kiza Wilonja Farao, Mbakwa Mnolelo Yusufu, Ilunga Mukunde Irene, Padri Joseph Wekanda Wilonja, Jumaine Musabwa Lebon, Didanse Mbongo, Ishara, Credo Ekanda, Amour Denis Sekonda, Kashindi Mbuto Salvador, Masa Ishipendelelo, Salima Beatrice. Omari Kilozo Augustin na Mama Salima Beatrice ndio wanaongoza jumuiya hii hadi sasa, wakiwa na kamati nzima ya watu 7 wanaoshirikiana kwa pamoja katika uongozi wa jumuiya hii. Mheshimiwa Baba Padre, tunakuomba sasa usimame upokee zawadi kidogo ambayo wana wako wamekuandalia. Mwisho tuseme kwamba karibu tena katika jumuiya yetu na safari njema utakaporudi nyumbani kwako. Imeandaliwa Panyarugusu tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu kwa niaba ya jumuiya ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji D1, Omari Kilozo Augustin, msimamizi. Amen.
kabisa tutaje majina yaliyowezesha sherehe hii ya leo, siku hii ambayo tumekusanyika sote hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Nao ni wafuatao: Bidisho Hasani, Abu Ezekie mke wa Abu, Tunza wa Mer Malu, Mama Faraja, Joseph Boyoma, Tumaine Lebo, Michele Asokolo, Rehema Abedi, Mama Seti Bongwa, Papa Sonic, Etiochi Solab, Adija Kibondo. Tumsifu Yesu Kristo. Namba 3, Mama Kisa. Hizo waliko ni zenu, sio za kuja kuleta hapa. Namba 4, Bibi Steve. Bibi Steve unaitwa bibi yake ya Desone Chance. Mmoja ni wale wanaotembelewa na baba padre, hawezi kabisa kusimama kitandani, zawadi yake kibandalia kisa. Sita, ana msomo. Kwa beki libaliwa wakilishi wake asimame. 8, Shukuru Rajabu. Pamoja na mama kuna mke wa Mukuna na wewe usimame. Shika wale baba. Shika pale picha. Wote hao. Pia ni kumbukizi ya somo wa jumuiya husika Yohane Mbatizaji. Tumsifu Yesu Kristo. Milele. Kwanza kabisa Mama Jolie asimame.